Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuwa hodari katika Bwana. Alafu kwa sababu tumeingia katika somo, basi tupunguze na ile ingia toka ili tupate utulivu kidogo ili tuweze kujifunza vizuri. Uwe hodari katika Bwana. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya somo hili. Roho Mtakatifu tamalaki. Ni wakati wako Roho Mtakatifu kutuhudumia. Tuhudumie sasa, Roho wa Bwana. Amen. Kuwa hodari katika nani? Kuwa hodari katika Bwana. Haleluya. 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 Kila mtu aliyeshinda, kila mtu aliyefanikiwa alikuwa hodari katika eneo hilo. Kama hautokuwa hodari katika jambo fulani, hakuna muujiza wa kukufanikisha. Miujiza ipo, lakini hatuisubiriagi miujiza. Yaani muujiza kazi yake, kwanza muujiza unaga formula. Muujiza upo, lakini kazi yetu sisi, hata wewe ni kushauri, si kazi yako kusubiria muujiza. Kwa sababu mtu ambaye anasubiria muujiza ni yule, kwa mfano unakuja hapa ni kuombee, ufungi, uombi, ufanye nini, unategemea nikuguse papo ufunguliwe. Ina maana wewe una bidii yoyote, ila unachosubiri ni muujiza. Haleluya. Sasa muujiza huwa hausubiriwagi. Muujiza huwa unatufuata. Yaani kazi ya muujiza, kwa sababu muujiza una formula. Na hakuna mtu ambaye anaweza kudai muujiza. Kaambia Bwana uliahidi muujiza, atakwambia wapi mimi nimeahidi muujiza. Haleluya. Yeye ana kanuni zake. Kwa hiyo kila aliyefanikiwa kwenye jambo, kila aliyefanikiwa kwenye kitu chochote, jua alikuwa hodari sehemu hiyo. Alionyesha bidii sehemu hiyo. Alifanya jitihada sehemu hiyo. Nikapata habari moja. Kijana anakuja kunishtakia kwa habari ya mke wake. Sasa mtumishi, mimi mke wangu naomba unisaidie, sijui amepatwa na nini. Nikamwambia vipi? Akasema yani mke wangu maombi siku hizi, yani si yule nayemjua. Mke wangu alikuwa muombaji. Yani alikuwa akiomba, anaomba usiku kucha. Yani alikuwa ni mtu wa kushinda kanisani, siku hizi yaombi. Nikamuuliza, ni kipindi gani hicho? Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema mimi kilichofanya ni muoe huyo binti ni kwa sababu alikuwa mnimuona kanisani ni muombaji sana. Sasa siku hizi simuoni ile kasi yake. Msaidie kumuombea. Kuja kumuuliza binti, binti mbona sasa alikuwa muombaji sana siku hivi? Sasa nilichokuwa naomba nimepata. Nilikuwa naomba mume. Huyu hapa. Sasa nijisumbue na nini kingine? Mume wangu mpole, mtaratibu, yote na hitaji wake napata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kabinti kalikuwa bize kila siku rikarabo, kana kesha kanaombea mume. Mume alipoona sema huyu muombaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli si akapata. Haleluya. Akapata. Kwa ile bidii ikaisha. Ikabidi tuanze kumsaidia counseling na nini, kwa maombi. Na maombi unaanza kumsaidia sasa, yako mengi ya kuyaombea. Umeona kama kwa sababu mume alipenda maombi zaidi. Yamkini alimuona sawa, miguu haijakaa sawa, lakini maombi na hitaji. Akaona sasa kwa kila choka hitaji akawa akipati. Kwa nikaona hapa paweza pakaleta shida. Ikabidi nianze kumshauri kwamba si umeona kama ulivyoomba iki Mungu amekupa, kwa nini usiombe na mengine zaidi? Hauhitaji kuwa labda na nyumba yako, akasema anahitaji. Hauhitaji kuwa na kitu fulani, kwa nini usiendelee kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana.
nikaanza kumpa prayer point. Unajua kuna mwingine anashindwa kwamba kwa sababu hana yaani hajui aombe nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nikampa prayer point, sijajua wanaendeleaje sasa hivi, lakini sijapata kesi tena. Kwa hiyo alikuwa hodari katika maombi yale na Mungu akakutana naye. Kwa hiyo ukiwa hodari katika jambo fulani, tegemea Mungu utakutana naye katika sehemu hiyo. Ukiwa hodari katika biashara, umefungua biashara yako, unadamka asubuhi, ule muda wenzako hawajaamka au ushaamka ushafungua, unapatikana muda mzuri, na yamkini saa bado umeshaandaa mazingira, watu wanajua huyu muda wake fulani, muda fulani yupo, muda fulani hayupo. Yaani ratiba yako iko wazi, unabidi na kile jambo, hakika utamuona Bwana sehemu hiyo. Jambo lolote kazini, ili upate nafasi nzuri, uwe na bidii, uwe hodari katika nafasi yako. Onyesha jitihada. Hakuna sehemu yoyote ambapo utaweza kupita. Na kingine, Bwana Yesu asifiwe sana, hayupo mtu wa kukupeleka unapopataka. Hayupo. Mungu atakuinulia watu wa kukusaidia, na watu watakao kuja ni wakikukuta na wewe una bidii ya kile unachokiendea. Lakini eti mwingine amekaa anategemea muujiza, kwamba mimi bwana Mungu ameshanisemesha mimi nitakuwa mtu fulani, kwa namsubiria Bwana anitengenezee njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni kweli utengeneza njia pasipokuwa na njia, lakini kwa yule anayeitafuta njia, kwa yule ambaye anaitafuta njia. Hata wana wa Israeli walitengenezewa njia kwa sababu walikuwa wanaitafuta na wakamlilia Bwana, unataka kutulia hapa, hawa watu watumalizie hapa. Akasema una nini mkononi? Ni Bwana alizungumza nao kwa sababu walikuwa kwenye process ya kutafuta njia, walikuwa na juhudi, walikuwa wameshatoka. Una maono gani? Mungu amekusemesha nini? Hakuna mtu atakaye kupeleka pale zaidi yako wewe mwenyewe. Hayupo. Na kama kuna mtu unamvizia unategemea atakuweka pale, hayupo. Ila watapatikana watu watakao kusapoti. Na kwa nini watakusapotije? Wakiona una juhudi ya kile kitu, upo, una bidii, uko hodari juu ya lile jambo. Watu wamekaa kinyonge leo. Unajua saa nyingine na hii culture yetu ya Kiafrika tunanyongonyeshwa sana. Unajua utamaduni wa Kiafrika, yaani mpaka mama au baba akusifie, ila kukandiwa sasa ukosee. Yaani akikupa maagizo siku hiyo, utafagia, utafanya vipi? Akija ndani akuta pamefagiliwa, anakaa kimya, anachungulia pamefagiliwa. Aenda zake, anaendelea na shughuli zake. Hasa akute mauchafu, sijui uliambiwa uoshe vyombo hujaosha, liangalie bichwa. Kama baba yake tunasingizwaga sana si baba kwenye vitu vya baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na unajua maneno mabaya huwa yana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Leo tuna Jumapili nzuri ambayo tunajifunza. Somo letu la leo ni kuwa hodari katika Bwana. Alafu alimekutana na jitu kwa mara ya kwanza, naambia binti mrembo. Kwanza nashtuka, ni mimi. Alafu asema mwanangu kaharibikiwa. Maneno hayo amwapi? Mtu anabaki yani yeye ni kumkandia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna vitu ambavyo unajua vitatunyongonyesha kwa maisha yetu. Au saa nyingine utani ya watoto hawa ya mashuleni. Mkifuatilia mashuleni mliopita, au ukifuatilia watoto wenu, unaweza kukuta mtoto wako ana jina huko shule anapewa, yaani jina la ajabu. Na ujichanganye sasa, ndio mtoto shuleni uitwe jina ulikatae, ndio anakubatiza sasa. Sasa kuna mwingine kile kitu huwa kinamgandamiza.
Nikashuhudia kuna mdada mmoja tulikuwa tunasoma naye. Siku moja ameingia chuo. Sasa unajua masuala ya chuo, sasa chuo kule ni masuala ya ulembo nini, akawa sasa amependeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapata hivyo sasa watu wa kumsifia wakawepo. Siku moja akaposti kwenye status, mimi nilielewa sana. Anajisifia sasa, anasema aliandikaje, sikumbuki vizuri kukoti, lakini alikuwa amemaanisha kwamba niko hapa mlembo ambaye nilivyokuwa shule ya msingi sijui nilikuwa nikiitwa mbaya. Sijui kumbuke maneno kamili, lakini yani aliyetu kwamba niliyekuwa nikiitwa mbaya sasa hivi ni hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikagundua yule miaka yote anatembea akijihisi yeye yuko fulani. Na unajua ni kwa sababu gani anajihisi hivyo? Kuna watu walikuwa wakimwambia hivyo. Sasa kuna hivyo vitu pia huwa vinatunyong'onyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Vinatunyong'onyesha, vinaturudisha nyuma, unajua kama uwezi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nyingine kwenye koo hizi unaambiwa sisi kwetu mwanamke hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo wewe umekaa na unasema mwanamke kufanikiwa hawezi. Haleluya. 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 Leo nataka nikutoe kunisema wewe ni hodari katika jina la Yesu. Toka katika hali ya unyonge, wewe una nguvu katika jina la Yesu. Toka katika hali ya kujidharau, jiweke makini katika jina la Yesu. Ni wewe wa kuweza kufanikisha lile kusudi ambalo Mungu ameweka ndani mwako. Haleluya. Haleluya. Ni wewe utakayeweza kulitimiza, si mwingine. Bwana amekuchagua wewe kwa ajili ya jukumu fulani. Kuna saa unajua kuna watu wanaweza wakudharau, alafu wakikudharau wanakuletea maneno ambayo ni kweli kabisa. Kuna mtu unajua kuna fakti ambazo unaweza ukaletewa hadi ukasema hii kweli. Wewe mwenyewe upo kwenye bidii yako ya uimbaji, unataka utoke uwe mtu maarufu, akwambia hivi, wewe waimbaji wote hawa Tanzania utachomokea wapi? Wewe utaweza? Kwanza umezaliwa wapi? Nimezaliwa sijui wapi huko Geita vijijini na ndani. Sema kwisha habari yako. Alafu lile neno lile kikuingia, leo unajisikia inferior kabisa, sema kweli hapa siwezi. Lakini inawezekana. Haleluya. Haleluya. Amini katika ndoto yako. Amini katika lile Mungu alichoka ndani mwako, hata kama ni kikubwa kiasi gani. Na usije ukaudharau mtu yoyote mpendwa. Mtu anaweza unajua maono ni kitu cha ajabu. Maono. Yaani mtu anaweza mtu akakuja hapa, ndala zimekaa upana hapo, kama mimi Mungu ananiambia ni tajiri mkubwa sana Tanzania hii. Unaweza kumwangalia juu hadi chini. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni tajiri wa wapi? Haleluya. Lakini mtu alichokibeba ndicho anayekijua. Tuangalie kitabu cha Yoshua. Tuangalie kwanza nini maana ya kuwa hodari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini maana ya kuwa hodari? Kuwa hodari ni kuweka bidii na jitihada na nguvu zote katika jambo fulani. Kuwa hodari ni kuweka bidii, jitihada na nguvu zote katika jambo fulani. Bidii, jitihada na nguvu zote katika jambo fulani. Haleluya. Haleluya. Hapa ndipo watu wengi wanapofeli. Kwenye bidii na jitihada. Kuna watu anaweza akaweka bidii alafu akafika mahali akakata tamaa. Na nimeshuhudia watu wengi sana wenye roho kukata tamaa. Jamani, mimi roho kukata tamaa naichukia. Yaani kama mtu anataka kutembea na mimi tufanye huduma wote afu mtu ana roho kukata tamaa, mimi siwezi naye. Mimi ninachofahamu, ninachopenda, tumepanga twende pale, yaani hiyo imeisha. Twende kwenye nyumba ile, tumekubaliana tunaenda. Uwezo upo, upo. Tunakubaliana tunaenda. Basi twende. Lakini leo mmefika pasa, ni kweli tulisema twende,
ila sasa unaona ngazi tutaluka kweli hapa? Ambaye wewe niache unifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo wengi wa watu walivyo hata katika Kristo. Watu wengi wako hivyo. Changamoto ya watu wengi katika Yesu na wanashindwa kumuona ni ile roho ya kusita. Hata Biblia imesema watu kusita na wachukia. Yaani mbele nyuma, nyuma mbele. Anaenda leo kafunga, leo mtu kaamua kabisa, sasa hivi nimeamua kuwa na Bwana. Ninafunga sasa. Ninaamua sasa kumtafuta Bwana. Anafunga siku 3. Ya 4 kaacha. Nini? Sasa unafunga hata chakula sipati cha kufuturu, ndio nini sasa? Wewe ulifunga ili upate chakula. Wewe umeamua kufunga kwa ajili ya Bwana. Funga kwa ajili ya Bwana. Yaani kama umeamua amua. Kama umeenda, kuna emergency kweli sasa zikatokea ambazo mbingu na ardhi zinashuhudia. Lakini sio uvivu tu. Haleluya. Haleluya. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Yoshua 1. Yoshua 1. Ndilo neno ambalo tutembea nalo kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 10. Inasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hao wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa. Tangu jangwa hili la mlima huu Lebanon mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Waiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote niliyokuamuru Musa mtumishi wangu, asiache kwenda mkono wa kuume wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kichwani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, mpate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Tunaona habari ya Yoshua. Musa akafa. Biblia inasema Musa alikufa. Mungu hakutaka mwili wake uonekane na watu wengine. Kwa maana nyingine, theolojia inasema Mungu aliamua kumzika mwenyewe Musa. Kaburi lake halijulikani mpaka leo liko wapi. Alipewa ahadi ya kwenda katika nchi ya Kanaani, lakini kutokana na kutoshindwa kutia, akasema sasa utaishia tu kuona, hautauingia. Jukumu akapewa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alikuwa ni mpelelezi mzuri. Walivyoenda kuipeleleza ile nchi, yeye na Caleb ndio waliorudi wakazungumza kwa wema kwa habari ya ile nchi. Kwa ndio yeye akapewa jukumu, akasema kweli tumeona Wanefili kule, lakini
kwa mkono wa Bwana tutawashinda. Kwa akasema wewe, kwa sababu umemjua Bwana, ndiye atakayekupa jukumu. Kwa Yoshua anapewa jukumu la kuiendea nchi ya Kanaani, kuongoza. Bwana anamwambia, kama nilivyokuwa pamoja na mtumishi wangu Musa, na wewe nitakuwa pamoja na wewe. Lakini anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Unajua, unaweza ukatafakari ile neno, Mungu ameamua kuwa pamoja na wewe. Kwa maana nyingine ndio inabidi tu relax sasa, mambo yananyoka. Lakini nataka nikwambie sivyo. Sivyo. Kamuulize mtume Paulo. Kuna mahali walitaka kumkamata, akaingizwa kwenye kikapu, akatelemshwa dirishani, akakimbia. Unajua kuna namna ambavyo unaweza kuwa unamuelewa Mungu tofauti. Na ndio maana saa nyingine akijibu unashindwa kuelewa. Na ndio maana saa nyingine kuna mambo unapitia unanungunika kwa Mungu, kwa sababu unafikiri kwa Mungu ni kama vile kwepesi, ni tambalale. Haleluya. Ile tambalale ni mbinguni tukienda kule, ila ukiwa hapa duniani alafu uwe sasa umebeba kusudi kubwa ndani yako, vita inaanza kupigwa kabla hujajielewa, kabla hujajitambua. Mimi kipindi sijijui, hata kama ina utumishi ndani mwangu, na hakuna aliyewahi hata kuwaza, hata mzazi wangu hata mmoja, hakuna aliyewahi hata kuwaza hata siku moja kama nimebeba nini ndani mwangu. Lakini wachawi walinitesa sana. Mamangu naye hajaokoka, kanipeleka kwa waganga kweli. Kaniacha dilichale moja hapa. Kwa waganga nishapelekwa vya kutosha. Yaani nikilala hivi, tunaweza kukaa tumelala ndani wawili, nasikia bati linakuangua kwa. Yaani kama vile lijili limekaa linakuangua bati. Naanza kutetemeka ndani mule. Saa nyingine unakuta nipo zangu nacheza, nakimbia na watoto, naona kama listuri mbele, nikitaka kulikwepa chali, afu hakuna sturi, hakuna nini. Nimeteswa kwa namna nyingi, lakini kumbe shetani alishaona kwamba kuna kitu ndani ya huyu mtu. Mimi sijui, baba yangu hajui, mama yangu hajui. Kwa kusudi huwa linawindwa kuanzia kipindi ambacho wewe uelewi. Unaweza hata kwa sasa hivi haujifahamu wewe ni nani. Unashangaa tu vita inapigana. Vita inapigana na wewe. Unevutwa hapa, umevutwa hapa. Ukitaka kunyanyua mkono umerudishwa. Unasema, kama ndo hivi bwana niache hata maombi yenyewe. Kumbe kinachopiganiwa ni kile ulichokibeba. Kumbe lile jukumu ulilobeba ndani yako ndilo hilo ambalo linapiganiwa, ndilo ambalo linapambaniwa. Sasa ni neema ya Mungu ikusaidie usimame, ukawe hodari katika Bwana, ila ukiteteleka umeisha. Kwa tunaona Yoshua anapewa jukumu, lakini anaambiwa uwe hodari, nipo pamoja na wewe. Nyayo zangu zitakapokanyaga eneo hilo nimekupa, sitakupungukia wala sitakuacha. Kama nilivyokuwa na Musa ndivyo nitakavyokuwa na wewe, lakini uwe hodari. Haleluya. Yaani kwa ahadi zile, kwa maneno yale ya Mungu ambayo anamwambia Musa, anamwambia Yoshua, ingetakiwa sasa Yoshua sasa yani katika hali ya kawaida au kwa jinsi ambavyo unavyomwelewa Mungu kwa namna ya nyingine, sasa ndio wakati wa kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jenga picha ndogo. Mungu anakuambia nenda katika mji, labda una safari unataka kwenda kijijini kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anakuambia usijali mwanangu. Mungu mwenyewe anakutokea kwambia nenda, nitakulinda. Utakapoenda kila sehemu mimi nitakuwa pamoja na wewe. Ukilala usiku nitakulinda. Alafu anakuambia lakini kila siku kesha. Sio kushtuka. Kwa kawaida sisi tunafahamu nina kesha pale ambapo Mungu hayupo, namuita Mungu aje sasa. Mungu njoo upambane hapa.
Sasa wewe upo tena nikeshe. Lakini nataka nikwambie, ndivyo Mungu anavyotenda kazi kwenye maisha yetu sasa hivi, kwenye jukumu ambalo lipo ndani mwetu. Yaani pasipo uhodari hautamwona Mungu uliyekuwa naye ndani yako. Pasipo bidii na maamuzi magumu hautamwona Mungu katika kusudi ambalo amekupa. Kwa mfano, mimi niwaambie ukweli, kwenye kazi ngumu mojawapo hii kazi ya Mungu, na kipengele kinakuwa kigumu pale, maana mimi Bwana alipa neema hiyo ya kitume ya kufungua makanisa. Hili ni kanisa langu kama la 6 hivi na mengine, lakini hata hili kipindi nataka nianze nili 6. Yaani unafikiria ni nani atakaye kuja? Yaani kumbuka, usiwajui wote hapa nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Siwajui wote hapa, niko na mke wangu tu. Sema ndo naenda kuanza. Wasipokuja hivi, ni nani atakaye kuja? Atakaye kuwa anaimba surprise nani? Hayo ndio maswali ambayo sisi tunakuwa tunajiuliza. Nakutoa mfano, na mara zote na mara nyingi NFA kipindi hadi Mungu ananiambia sasa siku fulani anza. Kwa sababu mimi namtii Mungu sana, usipepeshi siku hiyo. Maana yangu ni nini? Kuna vitu hata uwe na experience kiasi gani, hata uwe umeshapitia yapi na yapi, kuna sehemu ni pagumu. Pasipokuwa na moyo mkuu na maamuzi magumu, kuna sehemu hutaweza kwenda. Kuna sehemu hutaweza kutembea. Kuna vitu hutaweza kuvipata. Kuna eneo kama haujaamua kujitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, kuna mtu hapa anajua changamoto yake yeye, labda hajawahi kufunga mfungo wa kavu. Kama hujajifiatua akili, nataka nifunge kavu, naanza kesho, utapiga daladala siku mpaka miaka inaenda hujafunga. Kuna wengine ukiwaambia hata umfungo siku 30, wanaona nyingi sana. Siku 30 zote. Haleluya. Zote hizo siku 30, yani siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, ya 4. Kama hujafanya maamuzi magumu, ni kweli mambo mengine magumu. Kama hujaamua kuonyesha uhodari, nataka nikwambia kuna mambo utotoboa. Kuna sehemu hutofika. Kwa sababu maombi umuhimu wake ni huu. Jambo lolote kabla haujalimiliki mwilini, huwa linaanza kumilikiwa rohoni. Pole yako wewe utake kujichanganya kwenda kutaka kumiliki kitu ambacho rohoni huna. Unataka kufungua biashara ya duka wakati rohoni una genge. Hata kama una mtaji utafilisika. Ukifika level ya genge unashangaa pale ndo kanastakia pale. Kwa sababu ndivyo rohoni ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unataka kuwa mwimbaji wa kimataifa wakati rohoni haujafika hata uimbaji wa mtaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unataka kuwa mhubiri mkubwa wakati rohoni, yani hata kuhubiri haujaweza kumiliki kuhubiria hata watu 5. Haya mambo mpendwa, si kwa habari ya ujuaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani maswala ya Mungu si habari ya ujuaji. Si kwamba ukujua sana, si kwamba kutembea vizuri sana, bali ni kwa habari ya kibali cha rohoni, au wengine wanaita mafuta. Haleluya. Haya ndiyo yanayokufanikisha jambo. Ndiyo atakao kuwezesha kumiliki kitu fulani, atakao kuwezesha kutembea mtembeo fulani, kuwa na jambo fulani. Ni mafuta yale ya rohoni. Na ndio maana Biblia ikasema, na ahimidiwe Bwana
awezaye kufanya mambo makubwa, makuu na ya ajabu kuliko tuwazavyo, kuliko tuombavyo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Kwa ile nguvu iliyokuwa ndani mwako ndio itakayo kuwezesha wewe kuweza kumiliki, ambayo nguvu hiyo inapatikana ukiwa hodari katika Bwana, ukiweza kuteka ulimwengu wa roho vizuri. Sisi ili tuweze kumiliki mwilini, tunaanzia huku rohoni, tunaanzia huku rohoni, hatuanzii mwilini. Chochote mpendo unachokihitaji, kabla ya kuanza mtaji wa biashara, anza kuiombea hiyo biashara. Na ndio maana tunawaambia tunaingia maombi ya mfungo wa kuteka mwaka ujao. Mwingine anaona kama sisi machizi, tuna akili timamu. Tunajua huo mwaka ili kumiliki, kutembea nao, lazima tuanzie mapema. Angalia wenzako waabudu mizimu. Utakuta mwezi wa 12 huu ndio anaenda huko kwenda kutambika kwa ajili ya kuteka mwaka ujao. Angalia mwezi wa 12 ajali zinazotokea, unajua nini? Ni kafara. Wanateka kwenye ulimwengu wa giza kwa ajili ya mwaka unaokuja. Wao kaambia funga siku 30, unaona gharama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Alafu kuna mwingine atasema sifunge afu na uchuna. Sasa kwani unaniombea mimi? Si unaniombea mwenyewe? Shauri yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua unajiuliza. Unajua sisi watumishi tunapambana, tunaomba, Bwana sema na watu wafanikiwe. Kwa sababu mkipitia kwa changamoto, hamumwendei Bwana tena, mnatufuata sisi. Baba, yani maisha yangu sielewi. Baba, hasa na mimi nasema Mungu, hebu wasaidia watu, okoe. Mungu naye anatokeza anasema waambie wafunge, waombe hivi. Jitu alifunge. Anachoelekezwa hafanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Afu baadaye inakuwaje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jifunze kutii. Na kama una changamoto yote haba kiafya nini, unanipata unaambia Bwana nina changamoto fulani, ninafanyaje? Unapata maelekezo kwa hali yako, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Kwa sababu sisi hatupo katika hali ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi najua kuna watu wafunge, maana kama mfungo kagumu. Eti mnaofunga mnakaonaje? Kuna watu wanapiga msosi. Yaani ndio ubaya mfungo wengi. Kikubaliana kajitu kakijiondoa, lakini sio mbaya, kwa sababu na baraka zake unazichukua. Yaani ule mzigo sawa unaubeba, lakini na baraka zake unazibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jitie nguvu mpendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaambiwa lakini ngoja tusome pale mstari wa 6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote. Mstari wa 9. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike. Si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uliyookoka,
ufike mahali ondoa manunguniko katika Bwana. Usimnungunikie Bwana kamwe. Biblia imekataza mtu kunungunika kamwe. Walio hodari, walio mashujaa huwa wanunguniki. Walio hodari, walio mashujaa huwa si watu wa kulialia katika Bwana. Watu waliosimama imara. Usinungunike. Manunguniko ni machukizo mbele ya Mungu. Kwa wanamnungunikia Mungu, wanafikiri ndio njia ya Mungu kuwajibu. Mapito yapo. Halo. Mapito yapo. Mapito yapo. Hakuna asiyepita. Tena kuna saa nyingine wewe unaweza kuwa unapita, unaniletea mchungaji, yani nalopitia na kuangalia, anasema nikutwishe la kwangu ni hilo, ndo nakuuliza nikupe la kwangu ni. Lakini sasa huwezi kumwambia hivyo mtu. Naambia jamani, pole, utapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka nikwambie leo, mapito yapo katika Kristo, usiogope. Kuwa na Kristo haimaanishi hakuna sehemu utakazopitia, ila inahitajika uwe hodari kwa jina la Yesu. Inabidi usimame imara. Kama ni mwanamke, simama kama mwanamke imara. Kama ni baba, simama kama baba imara. Mapito ndio itakayo kupima uhalisia wako na Bwana. Na kuna mapito mengine marefu mpendwa. Usione tunatembea hivi, tunacheza, tunamtukuza Bwana. Mapito mengine marefu umekaa nayo mtu. Kwa pito ni kawaida kabisa. Na aliondoi utukufu wa Bwana. Yaani alimuondoi Bwana katika utukufu wake. Pito aliondoi ahadi ya Bwana, akisema amekubaliki, hakuna wakuzuia. Likitokea pito au jambo likachelewa, haimaanishi ahadi imefutika. Ahadi inabaki pale pale. Ahadi yake inabaki pale pale. Sema njia sasa, pendo kwenye njia. Kwenye njia kupafikia pale. Unaweza kusema au nigeuze. Na saa nyingine unaweza mpaka kufika mahali hata ile ahadi ya Bwana ukaisahau kabisa, kwa sababu huoni. Yaani kila ukiangalia huoni. Na niliwa nani kwenye ni Petro kwanza nadhani anazungumza kwa habari ya unabii. Sema unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, kwa mapenzi ya wanadamu, bali uliletwa kwa mapenzi ya Mungu. Anazungumza pale chini, anasema kwamba nasi tuna lile neno la unabii lililo imara sana mioyoni mwetu, tukilitazamia kama taa ing'aayo gizani, twaona vyema mpaka asubuhi patakapopambazuka na nuru itakapozuka. Anasema tuna lile neno la unabii. Unajua nikisema kile neno nasema tukiliangalia kama taa ing'aayo gizani. Unajua kuna maneno mengine magumu. Tukiliangalia kama taa ing'aayo gizani. Sasa taa inang'aaje gizani? Haleluya.
yani kana mwekwa, yani na maana giza limetanda pande zote, lakini giza linasema sawa, giza lipo lakini halijaizima ile taa. Alafu ile taa inasubiri asubuhi, giza litakapoondoka, nuru ije iangaze pamoja na ile taa. Kwa kuna saa nyingine Mungu anaweza kuzungumza neno na wewe, alafu ukapita katika giza nene, yani giza nene, yani ukaingia sasa, yani unakuta saa nyingine ndio umepata ujumbe au umetoa unabii kwamba Mungu amewesha atakubariki. Alafu kuanzia kesho sasa ndio unaanza na kulala na njaa. Na hata kale ulikuwa unakapata ka chakula akapatikani tena. Sema tumishi muongo. Yaani bora asingetamka. Alivyotamka tu ndio njaa imeanza kwangu. Na ubatilisha ule unabii sio wa Mungu, sio wa Mungu, sio wa Mungu, sio wa Mungu, na uondoa. Haleluya. Haleluya. Ni kwa sababu hujafahamu jinsi Mungu anavyotenda kazi. Unajua kuna shida inaweza ikatokea kwa sababu haujafahamu Mungu anavyofanya kazi na wanadamu. Yaani kutofahamu Mungu anatendaje kazi nalo ni tatizo. Na watu wangu leo wananungunika kwa sababu hawajafahamu Mungu anavyotenda kazi. Haleluya. 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 Na watu wanadanganyika wengine na maisha ya mtu. Mpendwa, usiige maisha ya mtu. Usijidanganye juu ya maisha ya mtu. Haleluya. Au ndoa. Kuna wengine, kuna watu duniani ni wataalamu wa kuact. Yaani kuna watu wataalamu wanaweza wakatoka huko ndani wapigana ngumi, halafu akifika mtaani wameshana mikono hivi. Anasema jamani, na mimi ningeolewa na yule. Mume wangu hajataka kunishika mkono namna ile. Kumbe mume wako sasa ingine hajataka kupiga kibao ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usidanganyike na baraka za mtu. Unajua kama ana njia zake duniani hapa. Kama ana njia zake, acha za Mungu. Kuna wengine wamejisisa kwa Mungu ana njia zao ovu. Haleluya. Yaani kwa mfano mimi leo labda nina miaka kadhaa, nijitolee mfano mimi kwenye huduma. Na miaka kadhaa labda kwenye huduma tupo kiasi hiki. Alafu aibuke mtu tu ambaye namfahamu, labda leo aibuke siku 2, 3, mwaka amefikisha watu 200. Alafu mimi nianze kupambana naye. Utakuwa sina akili. Kila mtu Mungu ana jinsi ya kumbariki yeye. Lakini baba na kumbariki kila mtu ana jinsi yake ya kufika anapopajua. Kuna wengine ni waovu tu. Haleluya. 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 Kaa na Mungu wako wewe mwenyewe. Mtafute Mungu wako wewe mwenyewe binafsi. Ishi naye huyo. Uwe hodari katika Bwana. Haleluya. Kwa hodari katika hilo jambo ambalo unaliombea, ni wewe wa kuweza kulivusha. Haleluya. Kuwa hodari katika yale maono ambayo unayo. Usiogope na usijizalau. Pambana katika hicho, utamwona Bwana. Kuwa hodari juu ya Kristo Yesu. Mtu atasikutoe kwa Yesu. Mtu yoyote jambo lolote lisikutoe kwa Yesu. Mtu yoyote asikutoe kwa Yesu. Jambo lolote lisikutoe kwa Yesu. Hata kama hajajibu unavyohitaji, usitoke kwa Yesu. Nampenda Petro. Yesu anazungumza kwa sababu kila mtu lazima aule mwili wangu na ainywe damu yangu. Hasa kipindi hiko watu hawajajua kwamba kushiriki meza ya Bwana ni kunywa divine na nini. Anaambia mtu, Yesu anazungumza yale maneno. Yalikuwa ni magumu sana kwa kipindi hiko, kwa sababu ilikuwa ni kitu kipya, kunywa damu na kula mwili wa Yesu. Alafu bado hamjafikia hilo tukio, watu wakaanza kurudi nyuma, wanafunzi na watu mbalimbali wakaona hapa Yesu huyu sasa
tumle yeye ndio tuingie mbinguni. Huyu muongo. Petro naye akarudi nyuma. Yesu akamgeukia Petro akamwambia, je, na wewe unataka kuniacha? Petro akajibu jibu ambalo ninalipendaga, kama sasa sawa. Akasema, nikuache wewe niende kwa nani? Yaani ni kweli alikuwa ameshanena, ni kweli sijakuelewa ulichozungumza, hata mimi sijaelewa, lakini sasa naenda wapi? Nikisema nikuache naenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu. Uwe hodari katika Bwana kwa jina la Yesu. Usiwe mtu wa kulialia tena katika jina la Yesu. Pambana na kila changamoto itakuja mbele yako. Ni wewe wa kuifanikisha katika jina la Yesu. Usiogope kuanzisha kila ambacho Mungu anakusemesha. Katika jina la Yesu songa mbele. Katika jina la Yesu usiogope kwenda. Katika jina la Yesu usiogope kuanza. Katika jina la Yesu usiogope kusonga mbele. Maana kila aliyejua alianzia chini. Katika jina la Yesu nakutamkia ukafanikiwe. Katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Taka tumwabudu Mungu. Tutakuwa na maombi ya shukrani, lakini wacha tuombe. Ili uwe hodari unahitaji kuwa na moyo mkuu. Ili uwe hodari unahitaji kuwa na moyo mkuu. Moyo mkuu ni ule moyo wa jiwe usiotikisika na kitu chochote. Nataka leo situmie nafasi hii tukamwambia Bwana tupe moyo mkuu. Maana ni mimi na wewe waweza kufanikisha lile kusudi la Mungu. Mwambie Bwana akupe moyo mkuu. Tunaenda kumwabudu, baada ya kumwabudu tutaenda kuomba moyo mkuu kwa Bwana. Na nakumbuka kipindi ambacho ninaanza huduma na nikajifunza huduma, nikaelewa ukubwa wa huduma. Niliingia maombi ya siku 72. Niliingia maombi ya siku 72. Nilikuwa nikiomba Bwana nipe moyo mkuu. Nilikuwa naomba jambo moja tu. Naomba moyo mkuu. Naomba moyo mkuu. Nataka nikwambie na moyo mkuu ndio umenifikisha hapa leo. Nimepita kwenye mengi. Lakini si hayo tu. Siyaombei, lakini najua bado yako mbele yangu. Najua yapo. Ila nina hakika na jambo moja, nitayavuka yote. Hakuna litakalonishinda hata moja. Yote nitayapita. Yote nitayapita. Kosi yaogopi. Hallelujah. Yeah. Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima.
nipandishe Bwana, mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, kwamba nahitaji unipandishe. Sema Bwana, Bwana, inua mikono zaidi mbele za Bwana, mwambie Bwana kupandishe. Siku ya leo ni siku yangu, ni siku yangu ya kuwekwa uhodari, ya kuwekwa imara katika wewe Bwana. Asante kwa kunifundisha, asante kwa kunielekeza. Liko jukumu mbele yangu na wa kunifanikisha ni mimi tu, ni mimi tu. Hayupo mwingine, hayuko mwingine wa kufanikisha maono yangu zaidi yangu mwenyewe, zaidi yangu mwenyewe. Bwana, 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 naomba moyo mkuu, naomba moyo mkuu, naomba moyo mkuu, ule moyo uliomtambulisha nao Petro, ukamwambia wewe ni jiwe, ukamwambia wewe ni mwamba. Na mimi Bwana ninaomba moyo mkuu, moyo wa jiwe, moyo wa mwamba usiotikisika juu ya majaribu, usiotikisika juu ya changamoto, usiotikisika juu ya hali yoyote kwenye maisha yangu. Naomba moyo mkuu, naomba moyo mkuu, naomba moyo mkuu. Shetani atakaponipitisha nisitikisike. Naomba moyo mkuu, moyo usio na manunguniko, moyo usio na malalamiko, moyo usio na kulialia, moyo wenye maneno ya kishujaa, moyo wenye maneno ya ushujaa, moyo wenye maneno ya ushindi, moyo wenye maneno ya ushindi. Niumbie moyo mkuu, 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 niumbie moyo mkuu Bwana, niumbie moyo mkuu Bwana, niumbie moyo mkuu Bwana, niumbie moyo mkuu Bwana. Maana ni mimi wa kutimiza maono yangu, wa kutimiza maono haya. Maana ni mimi wa kutimiza ile ahadi ulioniahidia kwamba utanibariki, kwamba utaniinua. Ni mimi wa kupambana ili nifanikiwe. Naomba moyo mkuu, Hebu omba sasa, mwambie Bwana akujalie moyo mkuu, mwambie Bwana akujalie moyo mkuu, mwambie Bwana nijalie moyo mkuu, moyo usiotikisika, moyo usioyumba, moyo usio na hofu, moyo usio na woga. Ribaba sekete, rindara baba sakata, ripo yobo sekata raba, ripere bebe sika, rikaraba sekete, rikaraba baba. Mwambie Bwana niumbie moyo mkuu, mwambie Bwana niumbie moyo mkuu, niumbie moyo mkuu Bwana, mwambie Bwana niumbie moyo mkuu. Leo ninapoliendea jambo fulani, ninapoiendea baraka yangu, ninapoyaendea maisha yangu, ninaomba moyo mkuu, 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nipe moyo, nipe moyo, moyo wa sasa hivi, moyo wa
sasa hivi umekuwa dhaifu, moyo wangu wa sasa umekuwa dhaifu, moyo wangu wa sasa umekuwa hali ya chini. Naomba moyo mkuu Baba, naomba moyo mkuu Baba, naomba moyo mkuu Baba, naomba moyo mkuu Baba, naomba moyo mkuu Baba. Nisaidie Baba, nisaidie Mfalme, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Baba, nisaidie Baba. Moyo mkata tamaa na ukataa, moyo wa manung'uniko na ukataa, moyo wa kushindwa na ukataa. Baba akupe moyo mkuu leo. Ninakuombea moyo mkuu. Jukumu lilopewa ni kubwa mpendwa. Nakuombea moyo imara. Nakuombea moyo imara leo. Hebu omba omba omba. Omba omba. Omba moyo mkuu. Moyo wa ushujaa. Moyo wa kuvuka. Moyo wa kushinda. Uthabiti wa moyo. Moyo thabiti. Ripara baba baba. Rikorobosi kata. Asante Yesu. Nyosha mikono yako juu. Baba, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu, uko moyo ulioweka ndani wangu ambaye umeniwezesha kuvuka viunzi na viunzi. Ni ule moyo ambao hata wachungaji wenzangu walipoona nilipopitia changamoto fulani, walisema wangekuwa wao wasingeweza. Ninajua Bwana, hiyo si kwa ajili yangu, bali ni kwa ule moyo ambao umeweka ndani yangu. Ninaujua moyo huo ni mkubwa zaidi ya vile ambavyo mimi nadhani. Ninaomba Bwana, moyo ule mkuu uliweka ndani mwangu na uliokuwa na uwezo zaidi na zaidi, uwajalie na watu hawa, uwajalie na watu hawa, uwajalie na watu hawa, uwajalie na watu hawa. Natamka moyo mkuu ingie ndani mwako katika jina la Yesu. Maana mpendwa, ni moyo mkuu tu ndio utakao kuwezesha kushinda. Kuna mambo mengine ya kuepeki, na kutamkiwa na moyo mkuu katika jina la Yesu. Na kutamkiwa na moyo mkuu katika jina la Yesu. Amen. Na kutamkiwa na moyo mkuu katika jina la Yesu. Amen. Na kutamkiwa na moyo mkuu katika jina la Yesu. Amen. Na kutamkiwa na moyo mkuu katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu pokea. 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 Amen. Ukawe na moyo mkuu. Amen. Ukawe na moyo mkuu. Amen. Ukawe na moyo mkuu. Amen. Ukaweze kushinda kila atakalo kuja mbele yako. Amen. Shetani asikuweze. Amen. Bali wewe ukamuweze. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Pokea. Amen. Asante Yesu. Tukamshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka huu. Tupo kwenye maombi ya shukrani, tunamaliza kesho. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwaka huu. Kuna mambo ulikuwa ukimwomba Mungu amekutendea mwaka huu. Twende tumwambie Mungu asante. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninakushukuru kwa ajili ya mwaka huu. Kwa ajili ya mwaka huu 2025. 2025. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa kwanza na wiki zake. Na wiki zake. Na siku zake. Na siku zake. Na masaa yake. Na masaa yake. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa pili. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa pili. Nakushukuru
Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 3. Tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 3. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 4. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 4. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 5. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 5. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 6. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 6. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 7. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 7. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 8. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 8. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 9. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 9. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Nakushukuru kwa ajili ya mwezi wa 10. Hata kwa ajili ya mwezi wa 11. Hata kwa ajili ya mwezi wa 11. Nakushukuru hata kwa mwezi unaoendea. Nakushukuru hata kwa mwezi unaoendea. Yako mambo umetenda. Yako mambo umetenda. Iko afya umenipa. Iko afya umenipa. Uko uzima umenipa. Upo uzima umenipa. Kuna jambo nilikuwa nikiomba umelijibu. Kuna jambo nilikuwa nikiomba umelijibu. Nami nimekuja kushukuru. Nami nimekuja kukushukuru. Mimi ni mmoja. Mimi ni mmoja kati ya wale 9. Kati ya wale 9 niliokuja kusema asante. Niliokuja kusema asante. Bwana asante. Bwana asante. Asante kwa ajili ya mwaka huu. Asante kwa ajili ya asante kwa ajili ya 2025. 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 Ninakushukuru Mungu sasa. Ninakushukuru Bwana, mfalme wa ushukuru Bwana kwa ajili ya mwaka huu. Rehema na neema. Liko jambo ambalo ulikuwa ukiomba akutendea. Asante kwa sababu katika wewe ninakulinda mwaka huu. Na uhai wangu wewe Bwana. Kuna mwingine ajaenda hospitali kabisa huu mwaka. Ninakutukuza Bwana, ninakushukuru kwa sababu fadhili zako ni za milele. Ninakuadhimisha Bwana kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru Bwana kwa sababu rehema zako ni mpya kila siku asubuhi katikati yetu wanadamu. Ninakushukuru Bwana kwa kile ambacho Mungu umeendelea kutenda na unachoendelea kufanya katika siku zote za maisha yangu. Nina kila sababu ya kulitukuza na kulihimidi na kulishukuru jina lako kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu umetukuka. Ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya neema na mkono wako wenye nguvu. Nina kila sababu ya kulishukuru na kulitukuza jina lako Mungu. Neema Bwana, asante kwa uaminifu, asante kwa fadhili, asante kwa wema Bwana, asante kwa uzima karabakuria kandarababa ripakuria mandoro. Shukuru tu Bwana kwa maana fadhili zako ni za milele. Rikarabashike nderebobosa ripapapa sakarabakuria mando, kwa maana fadhili zako ni za milele. Rabakuria kandorobobosa rikandarabashike nderebobosa, kwa maana fadhili zako ni za milele. Oria mandoro baba ripakuria kandarababa saka rabakuria mandoro bobosaka, kwa maana fadhili zako ni za milele. Rikarabashanda rabasira ripakuria mandoro bobosaka, kwa maana fadhili zako ni za milele. Rikarabasaikorobosandorobo rabakuria mando rimamamasaka, kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunakuadhimisha, tunakushukuru Bwana kwa wema na fadhili zako unazozitenda katikati yetu, katika jina la Yesu. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Unahitaji maombi, karibu pita mbele. Unahitaji maombi, njoo mbele tuombe na wewe. Kuanzia Jumanne tunaanza maombi ya kuteka mwaka 2025. Kwa Jumanne tutakuwa tuna ibada maalum ya kuteka. Hivyo Alhamisi kwenye fellowship tutaendelea kuteka, na Jumapili tutakuwa na ibada ya kuendelea kuteka.